tupo side, zaidi ya burudani kila night. Unapocheka ndo delight, twende pamoja keep it tight. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment ili uwe wa kwanza kupata mambo. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment ili uwe wa kwanza kupata mambo. Kila clip nguvu zinanisha. Haleluya watumishi, haleluya sana. Tizama siku ya leo ni siku iliyo njema sana mama, ni siku iliyo njema sana kaka. Kuna wengine hata wana nguvu ya kufika mahala hapa, lakini wewe unaoisikia sauti hii, wewe unaoisikia sauti hii mahali popote, wende huko ndani, atakaye lipindisha shingo lake litavunjika kabisa, na atakaye lifanya sikio lake lisisikie neno la uzima, hilo sikio na halitasikia kamwe. Ukisoma katika Mathayo 3 mstari wa 16 unakwambia ni jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanae mpendwa, ili kila mwaminie asije akapotea. Je, we baba, mama, upo tayari kumtoa mwanao mpendwa, mwanao uliomzaa? Mama umemweka tumboni miezi 9, baba umepambana hadi amezaliwa amekuwa, uje ukamtume kuja kuokoa ulimwengu. Nataka niwakaribishe kwenye kanisa la Clement Emotion. Karibuni sana. Njoo mpate Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Njoo mpokee Yesu Kristo afanye kuwa maisha ndani ya moyo wako. Kwa nini uhangaike kujitwisha mzigo wa dhambi? Hebu mwachie mzigo wa dhambi Yesu. Walikozunguka wakupata uponyaji, lakini walipokuja kujikabidhi kwa Yesu bila gharama yoyote, saizi ni wazima wa nguvu. Sema haleluya, haleluya sana ewe mtumishi, maana inasemekana kwamba moyo wenye mashaka kama hauwezi ukafanikiwa. Tukimwangalia yule mwanafunzi wa Yesu alipoitwa na Yesu kwamba nipate, akakanyaga hatua ya kwanza, akakanyaga hatua ya pili, lakini alipotia mashaka akageuka nyuma, alizama kabisa. Sasa nataka nikwambie ewe unaisikia hii sauti, usiwe na mashaka, kwa sababu ukimkabidhi Yesu maisha yako, kamwe maisha hayawezi yakabadilika. Asanteni sana. Yesu, haleluya. Nimesikia jina lako. Unaitwa Sambi nani? Naitwa Sambi Sambi. Mtumishi wa kanisa la Clement Emotion. Okay. Sawa. Nimependa sana mahubiri yako. Nitamani kujua, kwa sababu sasa hivi dunia imekuwa kiingia sana. Nikihitaji mahubiri kama hayo, nitapata kwenye website gani? Facebook, Instagram, Twitter? Kiufupi ni bado ni mtumishi mchanga, ndio kwanza bado najitafuta. Kwa masuala ya Facebook, Twitter, mimi hayo bado. Of course nahitaji watu kwenye taaluma kama yako. Sawa. Na unajua sana kumtumikia Mungu wako. Lakini unawezaje kumtumikia Mungu wako ingali hauna pesa? Hiyo haina tofauti na kula mkate kila siku. Hauwezi kupata leo tu hata siku. Acha nikwambie hivi. Naona umepata fedha, lakini naona hizo fedha hazikutoshi. Lakini mimi sifanyi hivi kwa ajili ya kutafuta pesa. Mimi nafanya hivi kwa ajili ya kusambaza neno la Mungu. Hata hii pesa unaona imetoka hii, wamemtolea Muumba wao. Ila ninayo njia ya kukufanya ukapata pesa kuliko hizo. Ninayo sehemu ya kukupeleka ukapata pesa kuliko hizo. Unajua Sambi,
watu wa Dar es Salaam wanahitaji miujiza. Na ukiwatendea miujiza basi utapata pesa kabisa. Hebu kubali kuungana na mimi. Mimi nafanya hivi kwa ajili ya kusambaza neno la Mungu. Hata hii pesa unaona imetoka hii, wamemtolea Muumba wao. Okay, kama hautojali unaweza kuungana na mimi pale mezani. Tuongee mawili matatu au unasemaje? Tuongelee Mungu na isiwe jambo lingine. Wala. Ondoa shaka. Pole sana mama. Na vipi anaendeleaje mgonjwa? Mama, hali ya mgonjwa bado si nzuri, na kama unavyojua tulienda kupakosha damu, hivyo sasa hivi kila kitu kinaniangalia mimi. Ina hata nashindwa na jinsi gani ya kufanya. Pole sana. Nakumbuka niliwaahidi wazazi wako kwamba nitakulea, lakini kutokana na afya yangu kama unavyoiona nimeshindwa kutimiza ahadi. Ila Mungu mkubwa, ila mimi ninachokuomba mwanangu, usimwache Mungu kwa ajili ya chochote, bali acha chochote kwa ajili ya Mungu. Mungu anatazama mawazo mengi, mawazo yake si sawa na mwanadamu. Tutakuwa sawa mama. Basi naja mimi kuacha niondoke sasa hivi. Asante sana mama. Nashukuru sana kwa kuja kuniona. Sawa, basi una siku njema. Sasa mimi mgonjwa mtoto. Nimekuwa nikisikia kuwa hii ni rich family. Itawezekanaje mimi kujiunga maskini? Sambi. Sisi tunahitaji watu ambao waliojikomboa. Na moja kati ya watu ambao wamejikomboa ni wewe. Unajua, ukimjua sana Mungu, hayo ndio maarifa. Kitu cha kwanza ni jamii nayo kuzunguka kukutambua wewe unamjua Mungu. Sasa hebu jiulize, mimi na wewe hapo tajiri ni nani? Aha. Naanza kuelewa. Na vipi kuhusu usalama wa maisha yako? Wow. Ukiwa na yeye anakupa uwezo na nguvu ya kutisha na kuzunguka angels around. Bro, what is the problem bro? Sambi. Amka. Nguvu zinanisha kwa juu. Mjumbe, hivi ni haki kweli mwanamume anatoka nyumbani anaenda kuuza utupu wake kwenye vigoma vya watoto wadogo? Iko sawa kweli mjumbe? Afu yeye ni mwanandoa na ni mume wangu, ananizalilisha. Anaenda kucheza kwenda kuzalilisha utupu wake, ananizalilisha mimi mjumbe. Yeye ni mume wangu na yeye ni mwanandoa, na kama ili itashindikanika kwako mjumbe, mieli mimi nende ngazi za juu. Haitoshi bado ana mkono mwepesi sana wa kunipiga. Yaani akishalewa tu anaanza kunipiga. Asubuhi akiamka pombe zimemwisha, anaanza kuniomba msamaha na kujifanya hajui kabisa yote yaliyotokea. Unanisideje mjumbe juu ya hili? Sawa mamangu. Mimi nimekusikia na nimekuelewa vizuri sana. Lakini mimi sidhani kama maamuzi yako hayo yako sahihi. Kukosea binadamu ni sehemu ya maisha. Hata wewe pia kuna watu umewakosea, mume wako umemkosea japo hajakwambia. Lakini maisha yanaendelea. Hizi jumba unazoziona hizi, wanandoa unaoona wewe, wanakutana na mengi sana. Na hizi kuta zinaficha siri nyingi mno. Laiti kwamba zikabomoka tukaona yanafanyika ndani, mbona ya kwako ni madogo mama? Labda nikuombe kitu. Nisamehe.
Mpe nafasi nyingine. Mimi naamini atabadilika na maisha yatakuwa kama yalivyo mwanzo. Kumbuka siku mnafunga ndoa, kuna swali uliulizwa. Unampenda? Utamvumilia katika shida na raha? Sasa shida na raha zile shida sio lazima wewe augue ndo ziwe shida. Shida nyingine moja wapo nyingine ndo hizi mapungufu ya kibinadamu kama haya. Kwa hiyo nakuomba sana mama. Naongea kama mama, naongea kama mjumbe pia. Msamehe mwenzio ili umpe nafasi kujirekebisha na maisha mengine. Si jambo jema wewe kuondoka kwenye ndoa yako eti kwa sababu hizi. Unafikiri huyo utakayempata atakuwa na mangapi makubwa zaidi ya haya? Ni bora yeye unayemfahamu kwenye mapungufu yake kuliko huyo unaenda naye mpya, ujue ana kasoro zipi. Mimi naomba jitahidi kuvumilia mwenzio. Yatakwisha haya. Kikubwa tuendelee kumsihi, kumshauri na kumwombea kwa Mungu. Aachane na haya mapombe, aache tabia zake zote ngumu anazozifanya kwako. Aache kukupiga pia. Mtaishi kwa furaha sana. Sio kama unanielewa babangu. Samahani mama. Mimi bado nampenda sana mke wangu. Na nakuahidi hayatujirudie haya kwa sababu ugomvi wote na mke wangu ni sababu ya pombe. Na kama ni sababu ya pombe, mimi nimeamua kuanzia leo pombe naacha. Tuishi maisha kama tulivyozoea na mke wangu. Mke wangu, nakupenda sana mke wangu. Najua nimekutesa vya kutosha. Naamini hayatojirudia. Mke wangu, naomba unisamehe sana. Mama, mimi naahidi hatutarudi hapa kwako kwa ajili ya jambo la ugomvi wala la masimango kumsimanga mwenzangu. Labda turudi hapa kwa ajili ya kusalimia tu na pia na mambo mengine, sio ugomvi tena. Mke wangu, nisamehe sana, mimi nilikuwa nakukosea. Aliyokuwa ukitoka tena kuenda kulewa. Mjumbe, unaona hili swala kwako limekuwa ni gumu. Ni hili niende ngazi za juu zaidi ili niweze kusaidika. Binti yangu, naomba uniamini mimi. Nimepita katika hizo changamoto ambazo wewe unapitia na ndio maana leo nakusihi. Unaniona mimi na mume wangu tunafikia umri huu. Unajua nimepita kwenye mangapi? Na ndio maana nakuomba sana. Mpe nafasi nyingine mumeo ya kujirekebisha haya makosa yake. Niamini mimi ninachokwambia. Na wewe baba, isije kuwa tuko hapa tunapoteza muda tu kukutetea wewe. Alafu ukitoka hapa unaenda kufanya yale yale. Sitokuwa upande wako. Ukirudia na tabia zako nitamwacha yeye achukue maamuzi anayotaka. Sijui kama umenielewa. Mama, nakuahidi mimi siwezi kurudia. Pombe mimi naacha. Hata kumpiga mimi sitompiga tena. Tutaendelea maisha yetu kama zamani. Mke wangu, nakupenda. Sawa. Ili niamini kama kweli mwanangu umemsamehe mume wako. Naomba mkumbatiane kwa ishara ya nguvu zinanisha kwa juhudi. Kila nikijichanga matatizo yanazidi. Tamaa ya kiza